wana wa Afrika, Ubuntu, Ubantu, Chionda wa Chionda, niko tena. Napenda kukumbusha kwamba mimi Chionda wa Chionda bado tuko pamoja, mwana wenu wa Afrika, Forgotten Prince, mwana mfalme aliyesahaulika. Tunarudi tena kudai kuklemu himaya yetu. Sasa leo nataka niwakumbushie visa vichache sana ambavyo vimetukuta sisi watu weusi. Na kwanza tunaongelea slave trade. Tunaongelea biashara ya utumwa ya Mwarabu ya mwaka 600 AD mpaka mwaka 2000 karne ya 20. Yaani tunasema miaka 1900. Waarabu walifanya biashara hiyo kwa miaka 1300 duniani, biashara ya utumwa. Mzungu akafanya biashara hiyo kwa miaka zaidi ya toka mwaka 1500. Mzungu akaja kuua biashara ya utumwa mwaka 1800. Mwingereza anamuita the master of the world. Yeye ndio mtengenezaji wa mipango ya ulimwengu, mwizi, mdanganyaji, mporaji. Kwa sababu hadi leo Mwingereza anamuita hivyo. Mwingereza yeye ndio anamiliki hifadhi kubwa ya dhahabu duniani, wakati hana hata shimo moja la dhahabu katika nchi yake. Kwa hiyo Waafrika sisi tumeuawa, tumeteswa kwa miaka mingi. Wazungu wametuchukua sisi kama kuku, kama mbuzi kwa zaidi ya miaka 400. Miaka 400 wazungu wametubeba. Sasa hivi wametutoa kwenye utumwa wa minyororo, tuko kwenye utumwa wa akili. Waafrika tumekandamizwa, akili zetu zimekuwa nyembamba kama chapati isiyokuwa na mafuta. Sisi kila tunaloambiwa na wageni tulicholetewa sisi ndio tunakikubali. Mimi Chionda wa Chionda nikiwaambia jamani, tuliletewa vitu hivi kwa uzushi na udanganyifu, na leo hii wenyewe hawavifuati kwa sababu wanajua walidanganya watu. Wao washatoka, washatajirika, sasa hivi wametuacha sisi na miugaigai wetu. Tunashinda makanisani, tunashinda kwenye nyumba za ibada ambazo hazina msaada kwetu. Matajiri wachache wanaishi kwa ufadhili wa wale mabwana wakubwa, lakini muumini yeye kazi yake wenyewe wanawaita kondoo, wengine wanawaita maamuma. Hapa hatuwezi kusonga mbele kwa kugeana majina ya mbuzi. Kondoo ni kiumbe pekee duniani ambaye akili yake ni ndogo, hawezi kujisogeza bila kuongozwa. Na maamuma hana tofauti na kondoo, kwa sababu wote hawana elimu ya kujiongoza kuanzia ubongo mpaka kujisogeza pembeni kwenda chooni. Kwa hiyo sisi kila kitu tunafundishwa na wao. Kila kitu sisi watu weusi hatuna letu. Alafu leo hii wanasema sisi ni marafiki zao. Estimate ya Waafrika Holocaust ya black men ni milioni 600, kwa uchache milioni 700 inakwenda kwa zaidi. Mwarabu ametuchukua, yeye ndio mtu wa kwanza kuanzisha utumwa na ndio mtu wa mwisho kumaliza utumwa. Mwarabu alianza utumwa karne ya 6, alimaliza utumwa karne ya 20. Mzungu akamaliza utumwa karne ya 18. Hapa ndio ushangae. Alioanza yeye ndio wa mwisho na wa mwisho ndio akawa kwanza. Maana yake Mwingereza akawahi kumaliza biashara ya utumwa, lakini alioanzisha utumwa Mwarabu, yeye ndio wa mwisho kumaliza utumwa. Mwarabu alikuwa akimchukua mtu mweusi, anabeba watoto na wazee wa mama, anawapeleka huko kwao, anakwenda kuwauza. Akienda kuwauza na ubaki nao wavulana wenye nguvu, wanahasiwa, wanafanya kazi ya kusimamia kwenye madangulo, wanaogesha wanawake. Mwanamume, imagine mwanamume lijali na mbavu zako, unakwenda kumuogesha mtoto mzuri wa Kiarabu, kwa sababu wewe washakufanya nini? Washakuasi. Una nguvu ya tamaa wala huwezi kumtamani. Kwa hiyo ndio ulikuwa mpango wao. Wanawake zetu walikuwa wanazalisha watoto kwa lazima, watoto wale wanakuwa mali yao. Wanawatumikisha nao watumwa waliozaliwa na mwanamke wa kitumwa. Maana yake mtumwa aliozaliwa na mwanamke wa kitumwa, baba kutoka kwa mmiliki wa tumwa, yeye anakuwa chini naye na anakuwa ni mtumwa. Umeelewa? Ndio wale wanaitwa Afkast wa Kiarabu na weusi. Hao wote walitokana na mfumo huu. Alafu dada zetu wengine wakapelekwa katika madangulo kuwa wafanya biashara za ngono, kumaliza tamaa za mabwana wakubwa. Haya yote aliyafanya mzungu wa Mashariki ya Kati na mzungu kutoka Ulaya. Maana anajiita Mwarabu wakati Mwarabu sio rangi, Warabu ni eneo. Mkisikia rasi ya Arabia ndio anapatikana mtu anaokaa pale anaitwa Arabu. Arabu wenyewe chanzo cha wote waliokuwa wanakaa katika Arabu Peninsula walikuwa watu weusi.
na waliokuwa wanatawala eneo lile walikuwa watu weusi, ila wazungu wakapanga njama, wakapanga mipango, wakajigawanya duniani, wakajigea maeneo. Leo hii mzungu yuko South Africa anajiita Boaz, leo hii mzungu yuko Mashariki ya Kati anajiita Mwarabu, leo hii mzungu yuko Uturuki anajiita Mturuki, leo hii mzungu yuko everywhere. Unakoenda wanatengeneza misimamo yao. Wale wanajiita Waarabu weupe, wanajiita wekundu, lakini wale ni zao la mzungu, kwa sababu ndio matengenezo yao ni ya kututawala sisi watu weusi, kuondoa legacy yetu na ukuu wetu, kwa sababu binadamu mtu pekee, original human, indigenous of land of the humanity, we are us. Sisi ndio watu weusi, ndio wenye wamiliki wa ardhi ya ulimwengu huu. Wakatake wasitake, lakini lazima ukweli tuseme. Sisi tunaongea, mimi naongea Chionda